na huyo mwenzako mmekosa kazi za kufanya? Yaani wanaume wazima mnaamka asubuhi mnakaa mnaangalia TV. Mna kiti mama? Eti. Kwa hiyo wewe unashinda kumsupport hata rafiki yako hata kumshauri afanye vitu vya maana, mnakaa tu hapa mnakalisha sharubu zenu mnaangalia TV. Mke wangu, kama unashindwa kuniheshimu mimi, basi mheshimu hata mgeni wangu. Kulikuwa na lazima gani ya kufanya hivi? Mgeni wako, mgeni anayotoka kwake asubuhi na mapema, anakuja kwa watu, anakalia tu hapa juu, sofa limenunua shilingi ngapi, anachukua glasi yangu, anachukua juisi yangu, anaingiza tu mdomo. Ndio huyo mgeni? Kwa hiyo, yaani wanaume wazima mnashindwa kwenda kutafuta kazi na kapa na kuhudumia kula yako, vaa yako, familia yako, sijui vocha, kila kitu ni mimi. Bro, hela inauma. Wewe naomba nisikilize. Kuna nguo zangu za ndani nimeziacha. Naomba nikirudi nikute umenifulia. Zitakati. Yamenifanya mnyonge, yamenichosha kupita mipaka. Kazini siwezi kama mzigo. Nyumbani hakuna amani wala pumziko. Maisha naomba mniache mara moja nipumue. Kama tatizo ni nyota, nyota ing'are. Nesu, hivi mndani mnaishi vipi? Yaani mke wako ajali hata kama kuna mgeni anakufanya vitendo kama hivyo? Ni hivyo tu. Vipi kuhusiana na chumbani na kuaje? Shizo, huyu mwanamke unayemwona hapa alikuwa vizuri sana mwanzo. Alikuwa ni mwanamke ambaye ana tabia nzuri na adabu zote. Lakini hakuja kubadilika pale ambapo mimi na yeye tumemaliza kufunga ndoa. Akawa analazimisha sana mimi nitafute kazi kwa nguvu zangu mwenyewe. Kuanzia hapo mengine tu ni siri ya familia. Lakini kaka, wale wana makampuni na babaki ana fedha nyingi sana. Kwa nini usimshauri mkeo akaongea na babake ili aweze kupatia kazi? Shizo, hicho ambacho nakiongea mimi nakifanya. Nimezungumza naye mara nyingi sana, sio mara moja. Lakini yeye kauli yake ni moja tu, ile ile. Wewe ni mwanaume, pambana, tafuta kazi kivyako. Usitegemee mali za baba yangu wala za nyumbani kwetu. Unapaswa kujipambania. Ndio hicho ambacho ananijibu. Lakini mimi sina namna tena ndugu yangu. Nimeamua tu nipambane mimi mwenyewe. Mungu akijalia nikipata, basi nitashukuru. Pole sana kaka. Vipi, CV zangu ushaniandalia? CV zako tayari bwana. Nadhani wewe sio mwepesi wa kuangalia kwenye email. Yeah. Nishakutumia kwenye email. Sawa. Ngoja mimi niendelee kusikizia majibu tu. Ni mambo ya kitiki ndo nabutua hivyo. Kwenye hizo CV ambazo nimeziandaa, hesabu umepata. Ndio maana kwa mimi sana hujai feli kaka. Kia heri. Poa. Vipi? Shwari. Mbona mnakaa hapa maeneo ya Galani nini afu nakaa na dada yako? Mimi na vipi? Inakuaje mbona kama hivi? Hapo mwanangu mbona unakaa na dada za watu afu dakika mwisho yani una enjoy yani au maeneo kama haya inakuaje? Unakujua nini? Wewe usiongee chochote nenda kuzilia sigara.
Nitakuzimia. Nini sasa unaongea nini? Unachukulia hapa? Ria. Vipi? Hapa mezani kulitakuwa kuna chakula. Mpaka sasa hivi sijaona kitu. Una mpango wa kupika? Madam alisema leo tusipike. Sasa usipike tunakula nini? Au mezangu shakula? Mimi aliniachia ile mkano wa chips. Hivi. Na wewe kamruhusu kabisa akuachie pesa ukanunue chipsi. Halafu wengine hapa ndani tutakula nini? Kwa vile wewe una njaa, acha nikanunue mahitaji nije nipike ule. Anyway, sawa. Fanya hivyo basi. Wewe Kibendo. Haya, hiyo simu mpya umeitoa wapi? Tena sio simu moja, simu mbili, umezitoa wapi? Unajua unanichanganya hujua sisteri. Kwa hiyo mimi siwezi kumiliki hizi simu. Ina maana mimi unionee huruma hata kidogo? Kila siku nasema kakaangu kuna siku moja utakuja utabadilika, au nasubiri siku Defender lije humu ndani litubebe msobe likatubwage huko Segelea. Utaacha nini tabia zako za wizi? Hivi unajua unachosha wewe? Nadhani sasa nataka kuninyang'anya hapa mtaani au sio? Kwa unapiga makelele unamfaidisha nani? Unaongea kwa nguvu ili nionekane vipi? Mimi mwizi au sio? Nisikilize hizo simu za kwangu mwenyewe hizi. Mimi nakwambia kichangu, acha kunichalazia ujue. Wewe hizo simu mpya, unataka kuniambia una hela kununua hizo simu wewe? Hela wewe umetoa wapi? Kibendo, badilika tabia yako. Mimi na wewe tumebaki wawili tu kwenye familia. Unataka mimi uniweka kwenye upande gani kwani? Wewe naona mpaka siku polisi watufate hapa, watubebe na Defender, wakatuweke huko ndani ndo akili yako itakukaa sawa. Kwani ukoje? Nisikilize. Kufa kulala makaburi matuta. Mimi sofii mzee. Wala sifadhili. Alafu mbona unapenda sana kunifuatilia maisha yangu? Yaani maisha yangu jinsi ninavyoishi mbona unapenda sana ile kuletea ng'anya kibao nini? Nisikilize kichangu. Kila mtu aishi maisha yake, au sio bana? Wewe sisteri baki kwa sisteri. Sawa? Ila nikwambie kitu kimoja. Mimi nataka shilingi 15 simu hapo niingie na ready soso hapo. Kwa maana 15,000 kwa kweli ni issue sana. Ni dili sana yani. Ukaenda kuchukua mali za watu uje kuniuza mimi kwa 15,000 kweli? Mimi sikiliza. Sina shida na hizo simu. Ila 15,000 mimi nitakupa. Si shida yako 15,000. Mimi 15,000 nakupa. Ila naomba urudishe hizo simu za watu. Shida si 15,000. Mimi nitakutumia. Sasa nirudishe simu za nani bwana? Jichenge baridi kwa soso wala unaenda. Naona kama unanichanganya. Yaani wewe sijui leo utakuja ubadilike tabia yako. Unajua unachosha wewe. Kwa hiyo 15,000 nitakutumia. Wewe nani
kakuruhusu kupika ndani kwangu? Na kuuliza, ni nani aliyekuruhusu kupika ndani ya nyumba yangu? Kaka aliniambia na njaa. Nikaona ile ulioniachia ni bora tununue mahitaji tupike. Wewe, aliyekuajiri hapa ni nani? Ni mimi au wewe ambaye unasema ni kaka yako? Wewe. Anayekulipa mshahara hapa ni nani? Unanilipa wewe dada. Sasa kwa nini unampikia mtu ambaye hatoi hela, hakulipi kitu chochote, hakulipi mshahara, Utaki kazi, si ndio? Hivi wewe na huyo kaka yako mna tofauti gani? Yaani at least hata wewe ninakulipa mshahara. Hivi kuanzia leo chochote kile ambacho ninachokwambia ndio ufanye. Sawa? Lakini aliniambia na njaa. Unasemaje? Kati ya mimi na wewe kaka yako, nani anayekulipa wewe mshahara? Na ukirudia kufanya huu upuuzi ambao ulofanya leo, unarudi kwenu kijijini. Sawa? Sasa chagua mawili. Kazi yako ama huyo kaka yako. Una shida gani wewe? Mimi ndo na shida gani? Mimi au wewe, nani mwenye shida? Yaani umekaa tu hapo, kazi yako kutumia vocha, kutumia bando, kuchati tu, kufanya kazi za maana. Hivi ungekaa ungechukua zinguo ungefua ungepungukiwa nini? Yaani umetoka zako ndani kuja kujikalisha tu hapa, mtoto wa kiume kabisa umejikalisha tuli. Kwa kazi ya kufua ni ya kwangu Haujamwona mfanyakazi mle ndani? Kama nashindwa, kwani usifue wewe? Paka mimi naanzaje kufua? Unanikolomea. Yaani unanikolomea. Upo kwangu na kulisha na kuvisha na bado unanikolomea. Unajifanya kidume sio Yaani unanikolomea mimi. Sasa hizi nguo utazifua na uzifue. Halo kaka. Halo. Yule mtu ambaye tulipaswa kuonana naye amenipigia simu hapa. Hivyo twende tukaonane naye. Basa wewe uko wapi sasa hivi? Nakutumia location sasa hivi hapa ndugu yangu utanikuta. Sawa basi, nakuja hapo muda so mrefu ili tongozane wote tuelekee huko. Poa basi, haina noma kaka. Haya poa. Nani alikuambia ufue? Nani alikuagiza ufue? Niliona nimsaidie kaka, maana alikuwa na kazi nyingi leo na alikuwa na haraka. Kaka?
Hivi kaka yako au mwanaume wako? Kwa hiyo mimi sifai kumfulia? Unajua nakuona sana mambo yangu unaingilia sana ujue. Kwa hiyo ndio unajua sana kuwafulia na umeza watu, si ndio? Unamtaka mume wangu? Kwa nini kielele? Unanipanda kichwani? Unanipanda kichwani na kuuliza? Sasa subiri nikuonyeshe. Mawimbi ya dunia yananipiga mimi, upepo mkali unalivuruga roho kila siku, najipata masaa mbele za watu, moyoni maumivu tu. Haya siyo makosa yangu, ningetamani nyumbani pangekuwa kama kwenu, penye sauti ya faraja, penye moyo wa amani, sauti ya faraja, penye moyo wa amani. Nimekuwa nikitembea gizani, nimejaribu kujipa nguvu nisipotee kabisa, nisipotee.